leo niko Njombe na habari ni moja kwamba Yesu aliyeniokoa ana uwezo wa kukuokoa, ana uwezo wa kugeuza maisha yako, ana uwezo wa kubadilisha. Ni wewe kumwamini mama yangu, haichukui nafasi yoyote, inakuhitaji kuamini tu. Yesu anakupokea ulivyo hivyo hivyo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yesu amekuja wakamkamata kabla ya muda. Biblia inasema walitaka kumwangamiza, walitaka kumtupa, lakini akasema majira yangu bado. Akapita katikati yao. Wakati amepita katikati yao, kumbe Yesu alijua kwamba mwanadamu wa kwanza ametenda dhambi, ndio maana hukumu zimeingia. Mwanadamu wa kwanza alipotenda dhambi, ndio maana wachawi wakawa na mamlaka ya kuwatesa wanadamu wenzao. Lakini Yesu akasema nakuja this time, nakuja kwa mara nyingine tena, nakuja nikiwa na umbo la mwanadamu. Ni Mungu aliyevaa mwili wa mwanadamu, ninakuja kumuokoa huyu mwanadamu. Haleluya. Nisikilize, moja ya vitu Mungu anavijali sana kwenye mambo yake yote, anamjali mwanadamu kuliko hata malaika zake. Halo. Na hakuna mtu anampenda kama mtenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nisikilize, ikitokea kuna mtenda dhambi ameamua kuokoka, Biblia inasema Yesu yuko tayari kuacha 99 amfuate aliyeamua kugeuka. Yesu anaweza akaamua kuacha mambo yake yote ili akujie wewe dada uliyeteseka na uzinzi, wewe mama uliyeteseka na zinaa, wewe mwanaume ambaye umeitekeza familia, leo kaamua kumpokea Yesu. Yesu anaweza akasimamisha ratiba zote ili aje kwako. Na Biblia inaniambia ya kwamba sio tu yeye anakuja, mtu mmoja anapookoka, Biblia inasema kule mbinguni malaika na maserafi wanasimama, wanaimba, wanafurahi. Haleluya. Nataka nikupe habari njema kwamba haiwezekani mbinguni wakafurahi kwa sababu yako alafu wachawi wakakutesa wewe. Yesu anahuzunika, ndio maana wachawi wanakunyanyasa. Hakwambia hata uzinzi utaki, hata ulevi utaki, hata bangi utaki. Sio kwamba anataka kuone, anataka kusaidie, kwa sababu anajua bangi ni kwa hasara yako, uzinzi ni kwa hasara yako, ulevi ni kwa hasara yako. Lakini anawatuma vijana, inawezekana wamehubiri wazee hamjawaelewa, akasema ngoja ni watume vijana wote wakwambie kwamba Yesu anaokoa kila rika, Yesu anaokoa kila umri. Bwana alituwahi sisi tukiwa vijana, amewaokoa wazee wetu wapo hapa. Hauna cha kujitetea, wazee wapo kwa Yesu, vijana wapo kwa Yesu, mabinti wapo kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyu ni Yesu ninayemsema. Kuna majina natamani nilie, kwa sababu kila nikiwaza vijana wenzangu sisi tunanena kwa lugha huku. Kuna vijana yeye tu hana chochote anachofanya, anawaza tu zina. Na huyu ninachowaza ana mtoto, ana wazazi, anawaita baba na mama. Inawezekana naye anatarajia kuoa. Marangati ni yule binti atakayepata bahati mbaya kuolewa na huyo mtu, na ukimuuliza sio kwamba anapenda, sio kwamba anazini anapenda, sio kwamba analewa anapenda, sio kwamba anatoka nje ndo anapenda. Kuna mamlaka imemkamata, nguvu za giza. Lakini habari njema ni kwamba Yesu akaja anasema mamlaka yote ninayo sasa hivi ya kupiga vinyamkera, mamlaka ninayo sasa hivi ya kubadilisha walevi, mamlaka ninayo sasa hivi ya kubadilisha wazinzi. Sisi tulipomwendea usio wangu alitubadilisha. Unaweza ukageuza na wewe unayenisikia katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu akamwambia msijali, ni kweli wachawi wamewatesa, lakini wachawi wana mamlaka kidogo. Mimi mamlaka ninayo ya mbinguni na ya duniani. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana shetani alipoleta ujinga kule mbinguni akashushwa mpaka kuzimu. Biblia inaniambia Yesu alipokufa akakubali kumwacha hivi hivi, akashuka mpaka kuzimu, akapiga vinyamkera, akapiga
uwezo hapa wa kulipua mapepo ya namna yoyote. Sio kwamba haya mambo tumelisi kwa wazazi wetu. Haya mambo mimi sijalisi kwa babu yangu. Babu yangu nimezaliwa nimekuta ni mlevi. Haya mambo ni neema ya Bwana. Sio kwa sababu nimetoka kwenye ukoo wa maaskofu. Mimi babu yangu sio askofu. Mimi bibi yangu sio askofu. Mimi wazazi wangu nimekuta wanalewa, lakini neema ya Mungu ikaniokota. Ina uwezo wa kukuokota. Kijana mwenzangu, baba yangu naweza kuokotwa na wewe ukawa salama, ukawa na maisha yanayoeleweka. Haleluya, haleluya. Yaani una maisha ambayo kiasi kwamba hata mchango wa shule wanaogopa kukukabidhi. Nani? Baba Jeni, tutakuta mmepiga pombe. Una maisha hivyo. Una maisha hivyo. Na wewe ni baba mko wa mtu ajaye. Na wewe ni mama mko wa mtu ajaye. Wewe ni baba ya watu wachao. Wanao watakuwa wanajifunza nini wakiwa wanauliza habari zako? Nisikilize, yuko Yesu anayebadilisha historia. Mamlaka yote ninayo ya mbinguni na ya duniani. Haleluya. Haleluya. Shetani ana mamlaka kidogo, yuko chini. Ndio maana majini na wale waganga wao huwa wanapandisha mapepo kwa sababu yako kuzimu, lakini sisi wa kwetu anashuka kutokea juu. Kwa hiyo wakiwa wanayapandisha, roho akiwa anashuka anayashusha tena, ayakata yadaba. Haleluya, 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 haleluya. Huyo ndiye Mungu tulionayo babe. Mimi unayeniona na uwezo wa kubishana na waganga 6 wa Njombe nzima. Ukiniangalia sina irizi mwilini, lakini najua mamlaka yote Yesu alionayo amenipa. Yesu alionayo amenipa. Waganga waniwezi, wachawi waniwezi. Sio kwamba nina sura inatisha. Mimi sura yangu ni ya kawaida, lakini niliyembeba huyo anaitwa moto. Moto urao. Anaweza kaja nyumbani mwako, maisha yako yakageuzwa katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini unapenda kuteseka sana? Kwa nini unapenda kulia sana? Kwa nini unaruhusu ulevi uendelee kumaliza maisha yako? Unajua hasara za ulevi: 1, zinakula pesa yako; 2, zinaharibu afya yako; 3, zinakuzofisha wewe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mamlaka yote Yesu akawaambia ninayo mimi, na sio tu ninayo, nawaachia hapa duniani. Maanake umuhitaji Yesu kuko. Lakini kuna waganga wao hawatakwambia habari. Wao watataka pesa zako, watataka damu yako. Sisi tunayo damu moja iliyomwagika pale Kalvari ya mwanaume Yesu. Hiyo ndio damu iliyomaliza yote. Hatuhitaji kumwaga damu nyingine. Damu ya Yesu inatosha. Haleluya, haleluya. Maana alijua damu zetu zimejaa uovu, alijua damu zetu zimeharibika, akaamua kucha mwanaume, akaamua Mungu kuvaa mwili, akaja duniani. Walipofikiri mwanadamu, wakamkamata, wakamweka msalabani. Alipofika msalabani, ile yapata saa 9, wanawaza kumuua Yesu. Ni mbabe mpaka akiwa msalabani anawaambia hakuna wezaye kuniua, nina uwezo wa kuiondoa roho yangu halafu nikairudisha. Halafu akaanza kutoa maelekezo ya mwisho, maana alijua roho anaiondoa yeye mwenyewe. Akaanza kuelekeza, akamwambia mama, mwangalie mwanao. Akatoa maelekezo ya mwisho. Halafu alipomaliza akasema imekwisha. Haleluya. Nimekuja kuambia Njombe, hayo mateso ulionayo kwa Yesu sisi yamekwisha. Huo uchawi unaouona kwa Yesu sisi imekwisha. Mwanaume alisema yote yamekwisha. Halo. Bwana asifiwe. Wewe umesoma sana, unaijua biology. Tukikwambia habari za Yesu, wachawi hajasoma ila ana uwezo wa kukuraza nje. Anaweza sasa na degree yako kichwani. Sina marafiki zangu hapa wanafahamu. Mimi nimesoma chuo. Wanafunzi analala nje kabisa. Huyo ni chuo anasoma degree, mwingine ni engineer. Wachawi ni wapumbavu.
Yaani wao hawaangalii una cheo gani, hawaangalii una degree kiasi gani. Na ndio maana hapa nyinyi mtakuwa ni mashahidi. Kuna wafanyakazi hawawezi kufanya kazi Anjawani. Kweli. Halo? Mtu ana degree kabisa ya UDOM na UDSM, ila akija Anjawani anakuta mchawi aliyefeli darasa la 3, anamwambia huwezi kukaa hapa. Anakimbia kijiji. Fanya yote, jaribu na kwetu uone. Akaje kurudisha kama paka kwa jina la Yesu. Hafu unakuta msomi, unamwambia habari za Yesu, anajiona mjanja. Ujanja wapi unaweza kuwa nje na mchawi? Chawi anakuwa nje na degree yako kichwani, na masters yako kichwani, na ni daktari kichwani. Ni daktari la uwezo ukajitibu matatizo kama hayo. Lakini nimekuja kuambia madaktari walioyashindwa Yesu anayaweza. Mainjinia walioyashindwa Yesu anayaweza. Wakurugenzi walioyashindwa Yesu anayaweza yote. Yeye ni yote katika yote. Amwamini leo wewe. Haleluya. Haleluya. Hivi unajua mimi nawaza, sikuwahi kuwaza. Mimi nimesoma Mbeya pale. Nilikuwa napita tu Harare pale naenda zangu Mbeya. Sikuwahi kuwaza kama naweza nikaja Anjawani. Swali langu najiuliza kwamba Mungu amenileta Anjawani kwa kutaka kusurvey tu, kwa ajili ya kufanya utalii. Kwanza utalii tunakuja kufanya utalii gani? Halo? Sasa kama ni mahindi Mbeya yapo. Kule kwetu Kagera yapo. Kama ni barabara hazijafikia Dar es Salaam kule, hazijafikia Dodoma, huwa na uhakika kuna mtu mmoja Mungu anamtafuta. Na nikuhakikishia unaweza ukawa ni wewe kaka yangu. Inawezekana ni wewe mama yangu naye nisikiliza. Ni wewe rafiki yangu naye nisikiliza. Inawezekana mwingine umeshika chupa ya pombe, afu kumbe Mungu amekufuata wewe. Inawezekana mpaka sasa hivi unamalizia kutuma hela kwa mchepuko, lakini Mungu amekukusudia wewe. Inawezekana umesha confirm kesho Jumapili umemwaga mume wako, kumbe unaenda kwa mchepuko wako, lakini kumbe Yesu amekukusudia wewe. Maana asema mamlaka yote alionayo ameyabeba yote. Nisikilize mama yangu, ni kweli unazini, najua haupendi, ndio maana utamani mume wako ajue hicho kinachokuendesha hicho. Yesu amekuja kukimaliza. Hebu mpe nafasi uje uone. Haleluya. Haleluya. Mbona mume wa mtu akikusomesha unamuelewa haraka, unamvulia hadi nguo. Halo? Unajua mimi kama nikikuona Mama Abdul, nguo zangu ni wewe. Yaani maneno hayo yanakuchanganya, yanakuvuruga, unavurugika, ila unasahau yuko Mungu aliyekupa hiyo sura inayowachanganya wanaume. Yuko Mungu aliyekupa hiyo shauri linalowachanganya vijana. Akiamua kusima hiyo pumzi yako, braza wewe sio endi Samuel, ni kwa sababu Yesu ameshikilia tu pumzi yako. Sasa usalama wako ni kurekabidhi maisha kwa huyo anayekupa uhai. Yesu akivuta hiyo pumzi yako, huwezi kuvuta hata hiyo sigara, huwezi kumtamani huyo mke wa mtu. Ni kwa sababu neema ya Bwana iko juu yako. Lakini Bwana ametutuma, amesema tuambie ya kwamba hayo maisha unayoishi hayo sio ya kwako. Inawezekana kuna vitu vinakuendesha, lakini akasema uambieni ya kwamba mamlaka yote ninayo mimi, ya mbinguni ya duniani. Ya kakaka. Haleluya. Haleluya. Kesho tunamaliza na tunaondoka. Halo? Sijajua kama tutaonana. Mara nyingi ninapohubiri injili kila eneo huwa nawaambia hivi, tusipoonana tena hapa duniani, hakikisha ukifika mbinguni unanicheki. Tusalimiane tukifika mbinguni. Haleluya. Hasara kubwa duniani kwa mwanadamu sio kufiwa na mume wake, sio kufiwa na mke wake, sio kufiwa na mtoto wake pekee, ni kuishi maisha marefu duniani na ukaja kuishi jehanamu milele. Halo? Bwana sio sana. Ni kuishi unaitwa mrembo,
Meshaitwa majina yote, my carpet, my carrot, my nyanya, my biringanya, my stupid boo, my chocolate, my mandazi, my vitumuitwa majina yote. Ila hayo majina yote ukiitwa ukaikosa mbingu ni hasara ambayo haijawahi tokea. Watu wa Mungu, tusipoonana hapa duniani, make sure tunaonana mbinguni. Haleluya. Na mimi siku yangu ni pale karibu na Petro pale. Takuwa nakaa na Petro. Sijajua wewe utakaa wapi. Haleluya. Ukifika muulizie kuna kijana anaitwa Abel, kwa sababu Biblia inasema tutapewa dakika chache za kuweza kutambuana. Kuna kijana kalikutaka hanjawani, nataka nikaone. Haleluya. Lakini ukizubaa wapendwa, sisi tutakuwa tunainama na kuinuka mbele mwana kondoo. Wewe unapiga yeye kuzimu. Sitamani wewe kwenye hiyo nafasi. Na nisikilize mama, baba, kijana unayenisikiliza sasa hivi, ile unapenda hawa upendi, mwanadamu unapondoka duniani hapa ni ama uende mbinguni ama uende jehanamu. Hakuna katikati. Hakuna katikati. Hata kama wangekuombea maombi kiasi gani, hakuna. Ukisha kufa ni hukumu. Na maisha ya wapi unaenda unatengeneza ukiwa hapa duniani. Maneno sasa. Na sasa hivi dunia si unaiona ilivyo. Halo? Bwana asifiwe. Amina. Binti wadogo wanakufa, vijana wanakufa, wazee wanakufa. Ndio maana Biblia ikasema jiandaeni. Jiandaeni. Hamjui siku wala saa. Sasa mtu mwenyewe hauna hata Mungu. Ulichonacho tu ni wanaume 6 ambao huyu umemsave bosi, huyu umemsave bodaboda, mwingine umemsave mtendaji, mwingine umemsave mwenyekiti, kumbe wote ni wameza. Yuko ndicho msala. Unadhani usalama wako utatoka? Ukimvuruga mmoja wapo akakwendea kwa waganga, una maisha. Una maisha. Yaani una wanaume 6 ambao hujui wanatumia nini. Bado unalinga umtaki Yesu. Ukimvuruga mwanaume mmoja akakwendea kwa mganga wako, una maisha. Hakwambia alikuwa anakunywa chai ikampalia. Ndio hatumtonaye, kumbe alimzingua bodaboda wa Irarabwe. Halo? Unajua kiburi tulitakiwa kuwa nacho sisi. Mimi kwa sasa kuzingua mchawi huu, yani uniwezi. Uniwezi. Halo? Bwana sasa. Amina. Watu waanjawani, mnanisikia? Mimi mchawi na udogo wangu babu. Mimi mchawi na udogo wangu huu. Kama kuna unaowajua watume. Na kama wanarogaga kwa kutumia namba, nitakupa na namba yangu. Wanipigie. Tupendane nguvu sasa. Hapo kuna kijana mwenzangu anachojua ni kupiga mlegezo. Wachao watakulegeza wewe. Kuna Yesu anapiga, utalegezwa. Utalegezwa. Unalegezwa. Halo? Bwana sasa. Una maisha na unalegeza suruali, watakulegeza. Anaweza sasa. Bwana asifiwe. Unamhitaji Yesu mwenye mamlaka yote. Yeye ndiye anaweza kageuza maisha yako, akabadilisha hatima yako. Amegeuza maisha ya mabinti, amegeuza maisha ya vijana, amegeuza maisha ya wanawake. Watu wa Mungu, namalizia kwa kusema hivi, hakuna usalama kwa mwanadamu kama hana Yesu. Ni kweli kabisa. Mganga unaweza ukawa naye, lakini wewe hauna guarantee ujui mganga anaishi miaka mingapi. Yeye naye anaogopa wachawi. Mimi nakwambia sisi tumeleta waganga wengi. Hakuna waoga wa wachawi kama waganga. Mganga sisi tulikuwa tukimleta, siku hiyo unajua unatakiwa mnunue mafuta ya taa ya kutosha. Analala anawasha kibatari. Kwa nini? Ni muoga wa wachawi vibaya mno. Anaogopa kulala gizani. Sio kwamba ni matambiko, yanaogopa wachawi. Ndio maana yanataka yalale yamewasha taa. Lakini sisi liwepo giza, asiwepo giza, yeye ni nuru kutoka. Alafu unamtegemea mtu anayeogopa wachawi kwa kuwasha kibatari usiku mzima. Ndio anayekuba kiburi na mganga wangu. Sawa. Sawa baba mganga. Bwana sasa. Bwana asifiwe. Sasa tuna waganga ila tuna Yesu. Ambaye waganga wote wako chini yake. Akisema wachawi wanakaa chini. Akisema walevi wanakaa chini. Akisema mizimu inakaa chini. Haleluya. Haleluya. Unayajua matatizo yako ulionayo mpaka leo.
Babu yako amekufa miaka 6 iliyopita, ila unamuota kila ukilala. Alafu na unamkataa Yesu. Unamkataa Yesu. Unamuota mama yako miaka 6 imepita, ila kila siku upo unakula na nyama naye. Alafu unamkataa Yesu. Taka nini? Pilato alipompelekea Yesu akasema, haya yanihusu, ngoja niongee. Akanawa mikono akasema, mimi nafasi yangu nimemaliza. Watu wa Hanjawani, Yesu mimi hana deni na mimi. Nimekwambia kila alichokuwa amenituma. Wanawake kama mtaenda tena Hanjawani, Yesu amekatuma kakijaa. Amewatuma vijana wabichi kabisa, ambao dunia tuliwakatia tamaa kwamba ni wazizi tu. Lakini katikati ya makapi Yesu amejisazia Bwana. Sio manabii wote wanapiga watu kwa bali. Wako vijana tumesalia, tumekataa kuendeshwa na zinaa, tumekataa kuendeshwa na uzinzi. Tumesema wakati wengine wanatafuta usafiri wa uzinzi, sisi usafiri wetu atakuwa ni Yesu mwenyewe.